Ehe, mume wangu, nikwambie kitu. Naambia. Usije ukakasirika lakini. Sikasiriki lakini pesa tu sina. Mimi hata sina shida pesa yako. Basi nikuhadisie. Hapo mwanzo kabla wewe sijaletwa wewe kuja kunioa, nilikuwa na mpenzi wangu huyo. Nakwambia mchumba wangu anataka kuja kunioa. Wenyewe tulikuwa tunapendana. Unajua tunapendana ni mapenzi ya mwanzo, si unajua yale? Ndio mwanzo nini vile. Nakwambia tunapendana kama nini? Najua. Yule mwanamume alikuwa mzuri. Nikisema mzuri unajua mzuri? Yaani mzuri mashallah yule mwanamume, alafu alikuwa asili yake wa Kipemba, madefu. Mtoto mweupe kama Mwarabu si Mwarabu. Lakini tena ndio ikawa serious, tena ndio nikaletewa wewe tena. Ndio nikaja tukaoana ndio mpaka leo tuko. Lakini wewe umetoka mbali watu. Kwa hiyo mimi kuniletewa ng'ombe, yani mimi ng'ombe. Hamna mume wangu bwana. Si ndio nakuhadisia story tu jamani. Uliyekuwa naye mbuzi ana ndevu, ana sura nzuri. Mimi ng'ombe ninapopana na mdomo mkubwa na ndevu sina, au vipi? Hamna bwana mume wangu, mimi si ndio nakupenda, ndio tuko mpaka pamoja. Mpaka leo ndio tuko hapo na tunaishi. Mimi nimetoa tu story huko nyuma. Uliyekuwa naye na asili ya Kipemba, mimi na asili ya Kinyamwezi, au vipi? Safi, nimependa hiyo. Safi hiyo mke wangu. Na wewe? Sasa mke wangu, mimi mwenyewe ninalo neno. Naambia. Nyingi nilikuwa nataka nikuhadisie lakini nikaona nitakukera. Lakini kwa vile kunaanza wewe kunihadisia, ninachokuomba na usije ukakereka, nitakuhadisia jambo. Hamna shida. Nihadisie tu, mimi sema chochote. Mimi hata sijali wala sikereki, siwezi kukereka. Wewe niambie tu chochote mume wangu. Nakusikiliza. Mke wangu mimi bwana, kwenye baleghe yangu, ukuaji wangu. Mimi bwana nilikuwa handsome. Sinaona hivi. Na nilikuwa na mtoto wa kimanga. Mtoto wa kimanga safi. Mpaka sasa hivi hukaka nitumia message baby na mimi hunjibu baby. Lakini hatujawahi kukutana tena pamoja chochoroni kwa sababu ndio shawa. La pili, yule mwanamke humfikia hata robo saa. Alikuwa ni nzuri balaa. Maana alikuwa mweupe na wewe mweupe, lakini weupe wao wajoya. Kama una asili ya Kichina. Lakini yule mwanamke ilikuwa tukipendana. Kwa maana hiyo kumbe kuna mwanamke wako mwenyewe mnapendana au vipi? Kwa hiyo mimi na asili ya Kichina, yeye ana asili ya Kimanga. Yaani mnapendana. Yaani unavyoonyesha ndio unampenda, yaani mwenyewe ndio una mtu wako kumbe kwenye moyo wako. Kwa hiyo mimi nipo tu hapa, una mtu wako, mnapendana kumbe. Sasa mbona kushabadilika sura? Woni kwa na mwanamume handsome boy, ana ndevu, mweupe, ana asili ya Kipemba. Sijakasirika wala sijakwambia lolote. Mimi kukupa story ya maisha yangu mwenyewe na mtoto wangu akimanga, hukaka nitumia message nikuonesha na namba. Ni maandiko binti manga. Naona kununa, utavunja simu yangu. Kwani mimi katika story si nilikuwa nakuhadisia tu story. Kumbe wewe kumbe una watu zako, mna chati, mnaongea huyo mwanamke, kumbe kwa maana wewe ndio unampenda. Kwa hiyo yeye ndio mzuri, yani ndio mzuri unamaanisha, yani ndio mzuri, ndio mwanamke mzuri. Mimi sina ndevu wala si handsome boy. Wala sina asili ya Kipemba. Basi baki naye mwanamke, muite hapa, si mna chati? Mna chati na ndio mlikuwa mnapendana. Basi kueni, mwambie aje, muoane, muishi. Kama yeye ndo mtoto wa Kimanga, mimi ndo sijajaliwa umanga, ndo niko hivi, basi ishi naye. Kwa nini uko na mimi? Kwa nini uko na mimi wakati ndo unampenda yeye? Na yeye ndo mzuri kuliko mimi? Basi ishi naye. Basi mimi nipe talaka yangu niende zangu kwetu.